Leo kwenye The Situation nataka nizungumze na mtu mmoja ambaye anapitia situation hii ambayo hasa wakati mwingine imemjeruhi moyo wake na kumsababishia changamoto nyingine nyingi sana kwenye maisha yake. Sasa nachotaka kukuambia na nachotaka kuzungumza na wewe ni kwamba moja ya maumivu makali ya moyo ni pale mtu anapokusingizia kitu. Moja ya maumivu makali ya moyo ni pale ambapo inatokea hali ya wewe kusingizia kitu fulani. Sasa moja ya maumivu makali hayo ni pale mtu anapokusingizia kitu, tena kitu ambacho haujafanya, na anaaminisha watu pia kwamba wewe umefanya. Ni moja ya kitu ambacho kinaumiza sana moyo wako, lakini pia kinaweza kikasababisha madhara makubwa sana ndani ya mtu. Moja ya maumivu makali ya moyo ni pale mtu anapokusingizia kitu, tena kitu ambacho haujafanya, na anaaminisha watu pia kuwa wewe umefanya. Mara nyingine anaweza kutumia maelezo ya kimazingira au kutumia hata ushahidi wa uongo. Mambo kama hayo yanapotokea, unaweza kujitahidi sana kujitetea ili usafishe jina lako, lakini mara nyingi hakuna anayekuelewa. Kuna wakati unakuwa umefanya jambo kwa dhamira safi kabisa, ila linatafsiriwa tofauti na linageuzwa kuwa mwiba kwako. Kila unapokumbuka nia yako ya kufanya na ilivyotafsiriwa, inakuumiza sana. Ubaya ni kuwa watu wengi watakutuhumu na kukulaumu, hawakupi nafasi ya kukusikiliza kabisa. Kama wangekusikiliza, basi wangegundua hata na wao wangekuwa hapo ulipo, wangefanya kama vile ambavyo wewe ulifanya. Sasa kama unapitia situation kama hii, ama unapita kwenye hali kama hiyo, ama imetokea watu wamekusingizia, au umefanya kitu kwa nia njema kulingana na kile ambacho ulikuwa unakiona, lakini umegeuziwa mzigo na kusingiziwa ama kugeuziwa kibao juu ya hicho ambacho umekifanya, wakati wote ule unatakiwa ukumbuke jambo hili. Kuna baadhi ya mambo hautaweza kumridhisha kila mtu kupitia utetezi wa kujieleza kwako. Unatakiwa utambue kwamba kuna baadhi ya mambo hautaweza kumridhisha kila mtu kupitia utetezi wa kujieleza kwako. Yanahitaji muda na baadaye sana watakuja kukuelewa. Kumbuka tu kwamba yanahitaji muda na baadaye sana watakuja kukuelewa. Ni kweli inaumiza, ila inabidi uvumilie hadi wakati utakapofika wa wao kuelewa ukweli halisi. Umeshawahi kupitia hili, ama pengine unapitia hali hii sasa hivi? Sasa hauhitaji kujitetea sana, unahitaji tu kuwapa watu hao muda hadi wakati utakapofika wa wao kuja kuelewa ukweli zaidi. Mimi binafsi ninakuombea msikilizaji wangu, Mungu akutetee. Ninakuombea kwamba Mungu akuvushe hapo unapopita leo. Kama tayari umeshaingizwa kwenye hali hiyo ya kusingiziwa jambo fulani, pengine na watu ambao uliamini wewe nia yako ya kufanya jambo hilo ilikuwa ni kwa nia njema tu, lakini wenyewe wameligeuza kukuhukumu na kukushutumu wewe na kukuona wewe ni mtu mbaya. Mimi nakuombea Mungu akuvushe hapo, na nakuombea Mungu akutetea. Hiyo hapo ni The Situation ya Wisdom Corner, ambapo tulikuwa tunakujuza na nilikuwa nakutia moyo juu ya hili hali ambayo napitia, ambapo topic yetu ilikuwa nasema moja ya maumivu makali ya moyo ni pale mtu anapokusingizia kitu. Asante kwa kuitegea sikio Wisdom Corner, asante kwa kuitegea sikio Mtawala Radio, asante kwa kusikiliza kila hatua na kila ambacho tumekizungumza humu ndani, kwa sababu umekuwa mtu muhimu sana kwa support yako na nguvu yako ya kile ambacho tulikuwa tunakizungumza kwa siku ya leo. Tumekuwa na wasaa mzuri wa kuzungumza na ndugu yetu Athman James ambaye ni balozi wa amani Tanzania. Tumezungumzia swala zima la uzalendo na maendeleo
maendeleo kwa vijana. Kuna mengi ameyazungumza hapo na naamini umepata kitu cha kuzungumza. Kama alivyo balozi wa amani, basi nawe kumbuka pia ni balozi wa kwanza mwaka huu 2026 ndani ya Mtawala Radio. Mimi kikubwa nakwambia, endelea kuibeba akili ya upambanaji na kuhakikisha kwamba unaifanya dunia kuwa mbinguni na kurahisisha kila ambacho kilikuwa kinaonekana hakiwezekani hapo ulimwenguni, basi wewe ukakiwezeshe na kikafanikiwe kwa namna moja ama nyingine ile. Tamati ya Wisdom Corner ni ishara kwamba tayari kuna kipindi kingine kimekwisha kukamilika kwa ajili ya kuendelea kuhabarisha mambo mengi mazuri ambayo yataendelea hapa Mtawalani. Mimi hapa naitwa Ayo PhD. Kesho nayo ni siku, tutakutana hapa tukizungumza mambo mengi na kutamatisha safari yetu ya Wisdom Corner kwa wiki hii hapa. Mimi nikuage na nikusi tuendelee kunifuatilia kwenye mitandao yote ya kijamii kwa kuandika official_Ayo PhD. Huko utanipata kwa uzuri kabisa. Ninakuacha na burudani ya kwake na Madingo, ngoma inaitwa yeah. Uwe na usiku mzuri na hakikisha kwamba unakuwa salama kwenye kila unalolitenda. Bye bye.